Karibu kwenye uchambuzi wa play ya The Government Inspector inayotumika nchini Tanzania kwenye somo la literature in English. Walimu wengi sana wamenitumia message, wengine wamenipigia wakiomba nichambue play hii ya tamthilia ya The Government Inspector iliyoandikwa na Nikolai Gogol kutoka nchini Russia. Play hii imeandikwa miaka mingi iliyopita, yani miaka ya 1836 huko nchini Russia. Unaweza kujiuliza ni zaidi ya miaka 180 lakini bado play hii inatumika nchini Tanzania. Ujiulize kwa nini? Play as a Government Inspector inaongelea swala la corruption, yani main themes ni corruption. Ndio maana taasisi ya elimu Tanzania ilipendekeza play hii itumike nchini Tanzania kwa sababu inagusa swala la rushwa, yani corruption. Ndio maana taasisi ya elimu Tanzania ilipendekeza hii play ikiamini kwamba kijana mdogo, yani mwanafunzi wa kidato cha 3 na cha 4 ataondoka na elimu ya rushwa, wakiamini kwamba tutapata viongozi wazuri sana wasiopenda rushwa. Ndio maana mimi teacher Kaligo Doto Njige, the man of literature and the young African writer, nimeamua nije na uchambuzi wa play hii yani The Government Inspector ili mwanafunzi anasoma literature in English pamoja na mwalimu anayefundisha literature in English apate maarifa kupitia audio hii au video hii, ili mwanafunzi apate maarifa ya kujibia mtihani, pia hata kwenye maisha yake ya baadaye. Mwandishi Nikolai Gogol aliandika play hii kwa lengo tu la kutokomeza rushwa barani Afrika pamoja na ulimwengu kwa ujumla. Ndio maana mwandishi Nikolai Gogol aliamini kwamba jamii bora hujengwa na vijana wala ambao wanapata elimu ya rushwa. Ndio maana ukiangalia nchi zetu za Afrika au dunia kwa ujumla, rushwa imekuwa changamoto kubwa sana kwenye maisha ya leo. Ndio maana Nikolai Gogol ameandika kitabu chake, yani ironic title, yani title yake ni ya kejeli, haina maana ya moja kwa moja, ameipindisha. The Government Inspector maana yake ni mkaguzi wa serikali, tunajua, lakini mhusika mkuu anayeongelewa ndani ya kitabu sio mkaguzi wa serikali wa ukweli, ni wa mchongo. Main character ndani ya kitabu hiki anafahamika kwa jina la Ivan Alexandrovich Lestavok. Huyu ndo kijana mdogo sana mwenye miaka 23, amepewa mamlaka na viongozi wake wa juu kwamba aende kusini mwa Petersburg, yani hilo ni setting, akakague majimbo ya huko, na alete taarifa juu ya maendeleo ya jamii ile. Sasa na yeye akatuma barua kwa meya ambaye anafahamika kwa jina la Anton Antonovich kwamba baada ya wiki 2 ataenda lile eneo kufanya ukaguzi. Kumbuka sasa tunafahamishwa kwamba huyu meya naye pia sio kiongozi mzuri. Kwa hiyo tunapata responsibility of leaders. Kwa mfano meya mwenyewe sio kiongozi mzuri, hata ambao viongozi wengine ambao wako chini ya meya, kwa mfano judge mwenyewe ni mtu ambaye sio kiongozi mzuri sana, anapenda rushwa. Kwa hiyo kuna mtu mwingine ambaye Luka Lukic ambaye school superintendent sio kiongozi mzuri. Kuna charge commissioner sio viongozi wazuri, pamoja na viongozi wengine wanapenda rushwa, hawatendei haki wananchi wao. Kwa ndo maana mwandishi bwana Nikolai Gogol ameandika kitabu hiki na kuonyesha viongozi ambao ni official leaders ambao wanatumia mamlaka yao au uongozi wao kwa manufaa yao. Kwa hiyo tunapata dhamira zingine kama selfishness, kuna kind of exploitation, wananyanyasika tabaka la chini. Kwa mfano mwandishi anatufahamisha jinsi huyu meya anavyo wanyanyasa wa merchants, wafanya biashara, kwa kuchukua bidhaa zao bila kutoa pesa yote au bila kulipia. Kwa ndo maana maisha
ya watu wa chini yanakuwa ni magumu sana. Pia meya anapandisha bidhaa, bidhaa bei inakuwa ni ya juu sana. Kwa ndio maana watu wanalalamika, hata wafanyabiashara wanalalamika sana. Na haya maovu yanakuja kuonekana baada tu ya huyu government inspector, general inspector anaenda kule kusini mwa Pietersburg na mwandishi anakuja kuyaibua sasa na madhaifu ya huyu general inspector. Mkaguzi mwenyewe wa serikali anaonekana ni wa mchongo, pia sio mkaguzi wa kweli, anapenda rushwa. Kufika kwenyewe tu amefika kule, amefika chumba cha wageni, lakini lugha anayoitumia sio nzuri. Kwa hiyo kuna abusive language tunaona ndani ya hii play. Wahudumu wale waiters anawaita majina mabaya, anawaita dogs. Kwa hiyo ni kiasi gani kwamba huyu general inspector mwenyewe ana shida na matatizo, sio kiongozi mzuri sana. Na baadaye huyu general inspector alikuja kuchukuliwa na meya kwenda nyumbani kwake kujitambulisha na kupata chakula cha hiyo siku. Lakini meya mwenyewe tunakuja kuona kwamba general inspector mwenyewe tunakuja kuona kwamba anatumia wine, anakunywa pombe, na baadaye pia hakuweza kutembelea maeneo ya muhimu kama sehemu za mahakamani, hospital hakuweza. Lakini tunakuja kuona matukio yote au ziara yake yote inaishia nyumbani kwa meya mwenyewe. Lakini watu wanaenda kwake pale nyumbani kwa meya kutoa dukuduku zao, kama mechanics kina Abdulin walienda kutoa dukuduku zao juu ya meya, jinsi anavyowanyanyasa na kutumia pesa za serikali kwa manufaa yake. Kwa uone kiasi gani mwandishi Nikolai Gogol ameelezea swala la rushwa ni tishio kubwa sana ulimwenguni, hasa kwenye nchi zetu za bara la Afrika. Ndio maana mwandishi Nikolai Gogol aliandika kitabu hiki kwa lengo la kutoa elimu kwa vijana wadogo, ili wawe viongozi wazuri na waweze kuwasaidia tabaka la chini. Tunaona sasa general inspector mwenyewe bwana Ivan Alexandrovich, ziara yake inaishia nyumbani kwa meya na bila kutembelea maeneo mengine, na watu wanaanza kumfuata kwenda kuelezea dukuduku zao. Tunaona pia kina mama wanahangaika, wanalia kwamba watoto wao wamezao wamepotea bila kuonekana katika mazingira fulani hivi. Kwa wanalia kwa uchungu, watu wanapigwa, wanateseka. Nani anayewatesa sana? Ni huyu meya ambaye anashindwa kuwasaidia watu wengine. Lakini suluhisho hatujaona la huyu general inspector. Baada ya kufika lile eneo, hatujaona kwamba ameweza kutatua kiasi gani, na watu wameongea yao ya moyoni. Lakini zaidi, na pia hao mechanics walijiandaa na rushwa, walimpatia huyo meya hizo pesa za kutosha. Na pia hata meya mwenyewe alimpatia general inspector pesa za kutosha, na baadaye akaondoka kurudi huko Petersburg. Lakini pia huyu general inspector bwana Alexandrovich akiwa nyumbani kwa meya alimpenda mtoto wa meya ambaye ni Maria, na meya mwenyewe alimkabidhi mtoto kwamba kama anataka kumoa amoe, yuko tayari, anamruhusu. Lakini zote ni nini? Huyu meya mwenyewe alikuwa amesha panic sana baada ya kusikia kwamba general inspector anakuja kukagua katika eneo lake. Lakini sasa yeye mwenyewe anajiandaa kwa rushwa zaidi, ili aweze kumpoza huyu general inspector asije akamtumbua au kufikisha taarifa zake ambazo sio nzuri. Kwa hiyo uone kiasi gani, mpenzi msikilizaji, mwandishi huyu Nikolai Gogol anaelezea mlolongo wa viongozi wanaopenda rushwa, wanashindwa kusaidia jamii kwa ujumla. Na hata ule ujio wa general inspector anafika katika ile eneo, watu walifanyishwa usafi mitaani kote, ili hiyo siku paonekane ni pasafi, na pasije pakaonekana ni paovyo sana. Na pia tunafahamishwa, mwandishi anatufahamisha kwamba hawa viongozi wengine official leaders kama kina school superintendent, kina judge, charge commissioner, pamoja na viongozi wengine walipanic sana baada ya kusikia barua viongozi general inspector anakuja. Hata meya mwenyewe alipanic sana na akawapigia simu waje nyumbani kwake haraka na waweze kupanga mipango yao iwe vizuri. Lakini huduma za kijamii hazitolewi vizuri sana. Ukiangalia hata madaktari, ukienda kule hospital, wagonjwa wanaagwa bila hawajapewa huduma nzuri inayostahili vizuri. Lakini mwisho wa kitabu tunaona kwamba general inspector anaondoka na kurudi kule Petersburg kupeleka taarifa. Lakini kuondoka kwenyewe ameondoka na pesa nyingi sana,
na tabia zake ambazo sio nzuri, kama mpenda kamari, anacheza kamari sana, anafuja mali vibaya sana huyo general inspector. Kwa mwandishi ameonya kwamba kumbe katika maisha yetu na series tulionao, mlolongo tulionao, viongozi wengi wanapenda rushwa, wanashindwa kusaidia jamii kwa ujumla. Mwingine kiongozi anategemea kwamba anapokuwa anaenda sehemu fulani kwamba akapate chochote, akapate pesa ili maisha yake yasonge. Kwa ndo maana mwandishi anatufahamisha na anatoa elimu kwa vijana kwamba wasimame kwenye haki na pia waweze kusaidia watu hasa wa tabaka la chini. Naomba niishie hapo. Huo ndo short summary ya kitabu cha the Government Inspector by Nikolai Gogol. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi ndo teacher Karigodo Njigi.